Sasa swali ni je, ni nani ambaye ni bingwa halisi wa kombe la dunia mwaka huu 2026 kati ya timu ya taifa ya Hispania na shirikisho la mpira duniani yaani FIFA? Hili ni jambo ambalo huwezi ukalisikia midomoni mwa watu likizungumzwa sana kwa sababu ni jambo ambalo limejificha, lakini hii ni vita ya kiuchumi. Ngoja nikufumbue macho. FIFA, shirikisho la soka duniani, limekuwa likijikusanyia mapato kwa namna tofauti. Kwanza ni malipo ya uwanjani, yani tiketi rasmi na huduma za VIP ama huduma muhimu sana za hospitality. Tunazungumzia zile huduma zinapatikana pale uwanjani, mauzo ya tiketi za uwanjani zimekuwa zikiwapatia fedha kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuhusiana na mauzo ya haki za matangazo katika viwanja hivi vya mpira imekuwa vikiwapatia mapato makubwa sana shirikisho la mpira duniani FIFA. Wanakuwa wakijikusanyia mapato kwa kiasi kikubwa, mbali na kuuza haki hizi za matangazo, lakini pia wadhamini, lakini pia kuhusiana na watu mbalimbali ambao wamejitokeza pia kuweza kutoa matangazo yao katika viwanja vile, wamekuwa wakilipa kiasi kikubwa sana. Lakini ndio maana tunaenda kuona kwamba mshindi wa kwanza kombe la dunia ambaye ni timu ya taifa ya Hispania anaweza kupewa dola milioni 50 sasa na takribani bilioni 130 za Kitanzania. Imagine shirikisho la mpira miguu FIFA linapata faida kwa kiasi gani. Sasa unapotazama mpira, ulipokuwa ukitazama mpira huu, swala hili la kiuchumi lilikuwa alizungumzwi sana kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa likiingizia sana FIFA fedha nyingi. Nikumbushe kwamba fedha hizi ambazo anapewa mshindi wa kwanza na hata mshindi wa pili, wa tatu na wanne, pia fedha ambazo anapewa hakabidhiwi mtu mkononi, bali linakabidhiwa kwa shirikisho husika. Kwa mfano kama timu yetu ya Tanzania Taifa Stars ingeweza kushiriki katika mashindano haya kombe la dunia kwa mwaka 2026 na ikafika nafasi fulani, basi fedha zile zikikabidhiwa kwa TFF na sio kwa timu ya taifa.